haturuhusiwi kutoka nje. Maana sasa tunatakiwa kwenye maandalizi. Kwa turudi ndani ukajiandae. Sawa? Twende. Nisiwe na maneno mengi. Kwa yote ambaye mwenye kidogo basi atawasiliana na ndugu yetu huku ili tujue tunafika vipi kuweza kumsafirisha ndugu yetu kwenda kumzika, kumpumzisha mali yake milele. Shoga yangu, kuna kitu nataka nikuulize. Wewe uliza tu, hata usiwe na wasiwasi. Maana nitakaloweza kulijibu nitalijibu, nisiloliweza nitakwambia siliwezi. Hivi huyu Maya na Jackie ulikuwa na mahusiano gani? Kuishi kwako kote kwa ulikuwa hujui. Yaani usichokijua, Maya na Jackie ni ndugu kabisa. Tena sio udugu wa kukupasia. Ni ule watoka nitoke. Mama mmoja, baba mmoja. Nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia. Mbona umeguna hivi? Alafu naona kama hauko sawa. Hamna shida ndugu yangu. Ni vile tu nilikuwa sijui kama Jackie ana mdogo wake mkubwa kama huyu. Ndio maana nimeshangaa. Lakini hamna tatizo lolote. Ni kweli ni haki yako usijue kwa sababu Maya si unajua tena msichana. Hakija hapa wala hatulii. Atakaa siku 2 anaondoka. Ila tu hivi karibuni alikuwa kama miezi 3 amekaa hapa. Yaani kweli dunia ni fupi sana. Unaweza kukutana na mtu ukamtukana kumbe akawa ni ndugu wa rafiki yako. Na mimi hata sikuwa na wazo kama huyu ni ndugu wa Maya. Ukumbuke tu dunia ni kijiji. Usije ukakurupuka kufanya jambo ambalo lina maamuzi magumu hata kama mtu amekukosea ndugu yangu. Haya bwana, ngoja nikuache uendelee na shughuli zako. Nisije nikakubania muda wako. Wala hata usijali kwa hilo, maana mimi nikiwa nakuona tu na hicho kitambi chako kungu naona ni furaha. Amani kabisa. Mama, za huko. Naomba nikusaidie basi ta mfuko.
Simon, mbona tunapitana kama vile tumeonana mimi na wewe asubuhi, wakati tuna wiki nzima tujaonana na mume wangu? Vipi msibani? Salama tu. Maya na Jackie ni ndugu kabisa, tena sio udugu wa kupasia, ni ule watoka nitoke, mama mmoja baba mmoja. Vipi? Mbona niangalia hivyo? Hivi ulikuwa unajua undugu wa Maya na Jackie? Na kama ulikuwa unajua undugu wa Maya na Jackie, kwa nini ukaamua kujidhalilisha na kutoka na mdogo wake na Jackie? Kwani mimi nikitembea na Maya sio Jackie? Wewe ni ndugu zako wale, au kusema kwamba kuna ile yote utaipata katika mwili wako? Hebu acha ushamba bwana. Tatizo sio wewe kutembea na wanawake. Tatizo ni mwanamke gani unatembea naye. Umenielewa? Maya na Jackie ni mtu na ndugu yake. Alafu mimi Jackie ni mtu wangu wa karibu sana. Yaani kweli nyumba hii na hii kwani unaamua kutembea na mwanamke? Mbona unanidhalilisha mume wangu? Hauli kama unanidhalilisha? Yaani mimi natembea najitutumua kumbe najivua nguo mtaani. Kwa hiyo unatembea uchi. Hebu acha mambo yako bwana. Afu nakwambia unaingia ndani. Nijisikie gani ulipo unadharau. Yaani ujisikii vibaya kabisa mume wangu kweli jamani. Nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia. Ya Mungu. Yaani nyumba hii na hii kweli mume wangu wewe unajua kunidhalilisha. Nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia. Nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia. Kila lenye mwanzo halikosi na mwisho, wahenga walisema. Huwezi kupanda usichokivuna, wahenga walisema. Nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti. Ambi, unaendeleaje mpenzi? Mimi naendelea vizuri kabisa, yani kama unavyoniona. Namshukuru Mungu. Kweli namshukuru Mungu kwa jinsi unavyoonekana kidogo na kuona hata uso wako una nuru. Ila tu nataka kukusiri Maya, kitu ambacho sichokijua ama sichokifahamu. Hili jambo mkuta kila mtu, kila mmoja hapa duniani lazima apitie mapitio uliyoyapitia. Kwa hiyo kila kitu kinakuja kwa sababu. Mimi kama ndugu yako nitabashikamana na wewe kwenye hali yoyote. Yaani kufa kwa dada yako kusiwe sababu wewe wa kujikuta huna mtu wa kukusaidia katika mambo yako. Chochote unachokiona kinakusumbua, nishirikishe. Kama na uwezo wa kukusaidia nitakusaidia. Nikiwa sina tutajua jinsi gani tufanye ili tuweze kufight hilo jambo tufanikishe. Kwa hiyo usijisikie mnyonge sana. Nipo kwa ajili yako mpenzi. Nashukuru sana. Asante sana. Sijui nitumie lugha gani. Lakini nakushukuru sana. Mimi naona Mungu amekuleta hapa kwa makusudi na kwa wakati sahihi. Yaani nakushukuru sana Ray. Kwa sababu ulikuwa pamoja na mimi tangu msiba dada yangu ulipotokea hapa. Haujaniacha, nimerudi, upo na mimi. Yaani Mungu akubariki sana. Nafurahi kukuona ukiwa hivyo, maana uso wako naona unachangamka sasa, nuru inarudi. Itarudi, nimeshapata dada mwingine. Basi sawa. Kule jikoni kunaeleweka kweli? Unajua nilikuwa nakusaidia kazi za hapa na pale. Kwa hiyo nimeshamaliza, kichobakia tusubirie mchana tunafanyaje. Basi leo naingia mwenye jikoni na kupikia chakula ambacho dadangu alikuwa anapenda kula. Bana, hauko sawa kidogo, ungepumzika. Nikienda jikoni nitakuwa sawa zaidi. Nikaa hapa nitazidi kunyongonyea. Nataka niwe nichangamke kidogo. Sawa. Asante.
Kwa ndo hivyo ndugu yangu. Kama nilivyokuambia, hiyo lolote unaloliona alikuwa anamiliki mwindi mmoja huyo. Na huyo mwindi alikuwa na mke wake, alikuwa anampenda sana kiukweli. Na yule mwanamke bwana, jinsi yule mwanaume alivyokuwa anampenda yule mwanamke, ilifikia stage mali zake zote akamwandikisha yule mwanamke. Sasa unajua nini kilichomkuta mwindi? Bwana mwindi mali zake zote yule mwanamke aliuza bwana. Sasa hivi ninavyoongea na wewe, yule mwindi yupo kwao. Maisha yalimshinda bwana. Yule mwanamke kauza mali zote ndugu yangu. Sasa hao ndio wanawake. Na ndio maana hata katika vitabu vya dini ilishaandikwa watu waweze kuishi nao kwa akili. Afu kweli nimekumbuka. Vipi kuhusu mwanamke wako? Mwanamke gani? Bella. Bwana Mchuzi, mimi nadhani nilishakuahidi kuwa Bella sitoweza tena kuwasiliana naye. Mimi nadhani yeye furaha yake ni kuweza kuishi mbali na mimi. Ila tu endapo ataona kurudi kwangu sawa, basi sawa. Na akiona kuwa mbali na mimi sawa, pia yote sawa. Na usichokijua tu Bwana Mchuzi, hakuna kitu kinachoumiza katika maisha kama yule unayempenda kugeuka kuwa somo kali maishani mwako. Mimi nadhani tuna vingi vya kujadili na sio kuhusiana na Bella. Sasa ndugu yangu, naona umeanza kunielewa. Tunaweza tukaenda ndugu yangu. Kwa hiyo unafagia ili watu wakiingia humu ndani wakuone kama mimi nakunyanyasa humu ndani. Na siku zako zishakaribia kujifungua hizo. Na kuona kabisa una siku 2 au 1. We mtoto, mbona una roho mbaya hivyo? Unataka majirani wanieleweje? Mbona husikii wewe? Siku zote hufagii, unakaa tu ndani, unakaa, ukitoka ndani unakula, ukitoka ndani unakula. Na ole wako. Uniletee kituko cha mtoto hapa, sio damu yetu. Utaona. Na kutimua nacho. Siogopi. Shakwambia mjengo huu sio wako sasa. Mjengo wa Maya huu. Siku zote hufagii, huoshi chombo, humwagilii maua. Leo eti pia. Kwa vile keshaona siku zake zishafika za kujifungua. Yaani wewe tumechoka kuongea na wewe. Jifungue tu uondoke na mtoto wako. Mpenzi wangu Maya, Mimi najua kwamba huwezi kuniangusha. Halafu nilikuwa naombi kidogo. Hivi unaonaje siku 2-3 hizi ukaja pale nyumbani tukakaa wote? Maana ukitazama hapa nyumbani uko peke yako. Kwa nilikuwa naomba tuote pale nyumbani, at least hata unachangamsha. Unajua itapendeza tukiote pale nyumbani kwa kipindi hichi. Alafu pia hata mimi mwenyewe nitafanya vitu vyangu kwa uhuru, kwa kuamini kwamba niko na wewe karibu. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana tuwe pamoja. Wengine tukajitayarisha ili tuweze kuondoka wote. Na mama leo anaondoka. Kwa hiyo itakuwa vizuri pia ukiwepo uweze kumuaga. Sawa? Sawa. Basi sawa, naomba kujitayarisha ili tuweze kuongozana. Haya sawa. Sawa, nimefurahi kusikia. Naka. Nasemaje? Mwaka huu
Kombe lazima tuchukue. Yaani huo usajili uliofanya hamna kitu. Yaani mwaka huu mmepigwa. Tena mmepigwa pakubwa. Na mjiandae. Maana tutakapokutana tena kwa mara nyingine, raundi ya mwisho ya kumalizana, tutawafanya kitu kibaya. Bwana wewe, tusiandikie wino wakati mate yapo. Tusiandikie mate wakati wino upo. Wewe uoni golikipa pale nyuma. Hebu angalia safu ya ulinzi. Ukisogea mbele pale, angalia viungo walioko wamejazana pale wanavyosafirisha pasi kwenda kwa maforward na kwenda kupata mabao. Hivyo wewe uone kikosi kile, uogope? Nyie muogope nyie? Acheni mambo yenu bwana. Amuogope? Okay, tuachane nayo. Long time mimi niko bonge moja la player, center midfielder. Wewe mchezo umecheza wapi mpira wewe? Basi bwana, nyie wabishi bwana, endeleeni na mambo yenu. Wewe na masuala ya kucheza mpira wapi na wapi? Utakuja kutegua nyonga. Tutakukosa bwana mchuzi. Au wewe unamuelewa huyu? Yaani kwa kikosi kile tulichokuwa nacho sisi bwana Kano. Sidhani kama kuna timu itakuja uwanjani. Thubutu. Mchuzi vipi wewe? Ana mawazo. Yaani sasa tukikutana na wewe, tunapiga pale, tunapiga kule, tunamaliza. Maya mwanangu, mimi natoka, nina safari ya siku 2. Hivyo basi nakuachia Simon. Umwangalie Simon. Sawa mama? Sawa. Maya, unamjua vizuri sana Simon. Akienda kazini unajua anatakiwa afanyiwe nini. Nguo yake inyoke pasi kama kawaida, kama unavyojua, na wewe ni mwanamke ambaye unajua malezi. Simon anapoenda kazini, hakikisha apate kikombe cha maji ya moto. Sio ategemee chai za ofisini. Sawa mama? Sawa mama. Asiondoke kiatu hakina hata kiwi. Lakini wewe sina shaka na wewe. Sio kama huyo ng'ombe wa polini alivyokuwa anamuinyisha mwanangu. Nataka nikija mwanangu ametiatia vinyama, na wewe pia. Sio yeye tu. Mule, mupendeze, mujipende, yani muda wote muwe na furaha. Mpe mwanangu furaha. Umenielewa? Nyumba hii nimeondoka kwa wiki moja, narudi matandabui yamejaa kila kona. Maya, naomba yote uyafanyie kazi. Sawa mama, usijali kwa hilo. Mama, Wewe mwanangu. Hapo umeniacha sehemu salama. So kama yule ngedele poli yule dandia miti. Yaani ni saa kama vile unampigia mbuzi gitaa. Linaingilia huku linatokea huku. Lakini hapa niko sehemu salama. Pia kwenye upande wa kulinda, naamini kwamba atanilinda vizuri. Sasa mama, huko unakapoenda, naomba usiwe kuniletea magimbi. Maana unajua mimi mwanao napenda sana magimbi. Ndio unanipa mizigo hivyo Simon. Mama, kwani magari si hapo kibao? Pakia hata kwenye gari, mimi nitapokea stand. Kwani lazima mpaka bebe wewe? Mwanangu, nitaanzaje kusafirisha kwenye magari na mimi mama yako nipo? Nitabeba magimbi, nitabeba nazi. Na wewe Maya, nikuletee nini mwanangu? Mimi nataka maembe. Maembe? Mama, hapo umenistua. Yaliyoiva au mabichi? Maembe ya juisi. Leo namtengenezea Simon hapa juisi. Ya juisi? Mama wa juisi. Haya. Haya, ngoja tukusindikize mama. Haya. Mpenzi. Abe. Hapo mbona kama upo sawa, ndio mafua umeukamata? Simona mwenyewe unasikia hali yangu.
Nikikwambia kunywa dawa, yaani mwanamke ni mbishi wewe. Unataka unifie hapa eh? Ugonjwa wako ni wa kwangu pia. Maana ukimwona mimi pia nateseka. Umeona? Alafu kuna ile pesa ya biashara nilikuomba. Naona imechukua muda mrefu sana yani. Bora tu umenikumbusha. Tufanye hivi. Pakikucha tu kesho asubuhi nitakupa hiyo hela. Alafu pia na surprise yako. Surprise gani? Unakumbuka mama amesema akirudi akuti nipa kidogo. Nataka nipikie manji mati nini chakula fulani vizuri. Haki ya Mungu. Hicho ndo nakumbuka. Simon, naomba unisaidie mume wangu. Naomba unisaidie kunipeleka hospitali. Naona kama siku zangu zimefika. Simon, naomba msaada wako mume wangu. Naomba unisaidie kunipeleka hospitali. Nahisi kama dalili za kujifungua. Tafadhali mume wangu. Simon. Naomba unisaidie. Kila lenye mwanzo halikosi na mwisho, wahenga walisema. Huwezi kupanda usichokivuna, wahenga walisema. Nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso, maumivu na mapenzi. Ulinisini we mtulivu, leo imekuwa ni hasara kwangu. Moyoni yamejaa hayo maumivu, macho yangu hayaoni mbele, ni ukungu. Hujui kwa nini nalia, kwa sababu yote yamefichwa nyuma ya pazia. Hujui kwa nini nalia, kwa sababu yote yamefichwa nyuma ya pazia. Usaliti. Ndugu yangu, nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa kipindi ambacho nimeweza kuishi hapa mimi na wewe. Na taarifa ambazo nataka nikupatie ni kwamba lile jambo langu nimeshalimaliza. Na leo nategemea kurudi nyumbani kwangu. Kwa hiyo nashukuru sana ndugu yangu kwa kipindi ambacho nimekaa mimi na wewe hapa. Nadhani sisi ni marafiki wakubwa sana. Na hatuna changamoto yoyote, kwa hiyo mimi nashukuru sana ndugu yangu. Kwanza kabisa rafiki yangu mchuzi, ni mwenyewe nimeweza kufurahi. Na nimefurahi kwa nini? Kwa sababu sikutegemea kabisa kama ndani ya muda mfupi unaweza kukamilisha masuala yako ya hapo nyumbani kwako. Sijui umenielewa? Sababu nikifikiria na mambo yako ya kamali nikupe hongera katika hiyo.
ila unajua kwa kipindi hichi kifupi ambacho nimeweza kukaa na wewe, nimeweza kujifunza jambo. Sababu najiona ni kama nilikuwa mjinga katika yale ambayo nilikuwa najionea kwa Bella, lakini bado nikaendelea kumvumilia. Ndugu yangu, kidogo umeweza kuninasua, na naweza nikasema kwamba umeweza kunitoa katika baadhi ya mitihani. Sababu mimi muda wote nilikuwa ni mtu mmoja ambaye nawaza tu Bella, 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 lakini nisipate majibu. Ila stori zako na uchangamfu wako, nikushukuru katika hilo. Pia ndugu yangu, kuna msemo wanasema binadamu tunajifunza kutokana na makosa. Kwa hiyo nadhani kwa changamoto zote zilizotokea, mambo sasa hivi yako vizuri. Na kitu kingine ndugu yangu ambacho mimi nimekaa toka nipo hapa nyumbani kwako, kinanichanganya sana kwenye akili yangu. Bwana, wewe toka shemeji Bella aondoke hapa, wewe nywele haunyoi. Hivi ndugu yangu, kwa nini nywele haunyoi? Shida ni nini? Kwa hiyo matatizo yaliyotokea hapa ndio yanafanya wewe usinyoe nywele? Tulia, sijamaliza. Leo umeweza kunistua jambo moja la muhimu sana. Sababu hata mimi mwenyewe unajua sio kwamba nilikuwa sijioni. Najiona. Lakini sasa yani ni mawazo ndugu yangu. Nadhani unaelewa changamoto ambazo nilizokuwa nikipitia. Ila nakuahidi, leo nitaenda saluni. Sawa ndugu yangu, na hebu ngoja mimi nifanye kujiandaa, baadaye nitimke zangu. Hilo halina shaka. Ila tu wewe jiandae, lakini ningependa muda wa kwenda kwako tuweze kuongozana pamoja. Sababu mpaka muda huu ujue bado sikuamini ujue. Kwa kuwa nimeshakwambia nenda kujiandaa na nimeshakuthibitishia kwamba kule nimeshamaliza kila kitu, tutaongozana pamoja. Na kuna nyimbo wanaimba, thanks for coming. Nashukuru sana ndugu yangu. Huyu mimi nifanye kujiandaa. Jehova, Mungu wangu. Mungu Baba. Jehova, Mungu wangu saidia mimi jamani. Shem, za asubuhi. Salama tu, habari? Safi, kwema? Poa. Mambo? Poa. Shem, Walda yupo? Yupo sebleni hapo, umepumzika. Sawa. Nimekuja kumtupia macho kidogo. Vipi, kuna tatizo? Hapana, nimeona tu nije nimjulie hali kwanza. Walda. Walda. Nini? Saidia. Saidia. Naomba saidia jamani, saidia. Saidia mwanangu, saidia mwanangu. Saidia mwanangu. Halo kaka. Lei hapa. Si upo na bajaji?
Basi fanya haraka, njoo hapa karibia na nyumbani hapa. Kuna nyumba moja ina geti la rangi ya papo. Kwa hiyo kuna mmoja tumwaisha hospitali, anaumwa sana, fanya haraka basi. Haya poa, basi usichelewe. Taratibu. Jikaze. Yes, kwa majina naitwa Sam, ama ukipenda unaweza kaniita Sam Mashoti kupitia Kiwango Media Films. Kwa niaba ya Kiwango Media pamoja na director, kwa niaba yake pamoja na wasanii kwa ujumla, ningependa tufahamishane ama tujuzane. Leo tumekamilisha episode ya 20, kwa maana ya kwamba Nyuma ya Pazia season 1 tumehitimisha kwa kufunga episode ya 20. Lakini si kwamba Nyuma ya Pazia imeisha, hapana. Nyuma ya Pazia season 2 ipo njiani, inaandaliwa, kwa maana director, mwandishi anaendelea kuiandika kwa uzuri. Pale ambapo tumeishia ndio pale ambapo tutakapoendelea. Tumeishia Walda amepatwa na uchungu, anaelekea hospitali. Baada ya hapo wengi tunatamani kujua baada ya kujifungua itakuwaje, maisha yatakuwaje kwa upande wa Walda, lakini pia kwa upande wa Maya naye pia maisha yatakuwaje, lakini pia mama wa Simon naye pia maisha yatakuwaje. Kwa hiyo Nyuma ya Pazia season 2 ipo njiani, inaandaliwa, kwa maana mwandishi anaendelea kuikamilisha. Lakini tukasema hapana, wakati Nyuma ya Pazia tumehitimisha kwa episode ya 20, kwa nini tusiwape kitu kingine kizuri? Watazamaji wetu, wafuatiliaji wetu wazuri ambao mnatupenda na mnatufuatilia kila itwapo leo, kila tunapopandisha episode mpya mmekuwa mkitufuatilia. Tuna jambo jipya ambalo baada ya hii leo kuitazama final season 1 Nyuma ya Pazia, kuna jambo jipya linaitwa Penzi la Wizi. Sasa leo tumekamilisha episode ya 20 season 1 Nyuma ya Pazia. Kwa upande wa director na mwandishi wa story Prince AZ anaendelea kukamilisha story yake ili tuweze kuendeleza season 2 ya Nyuma ya Pazia. Lakini wakati huo pia ndani tuna story nyingi ambazo zipo tunazo. Tukasema hapana, tuna zawadi nyingine ambayo mpya ya moto kweli inakuja hivi karibuni, nao pia inaitwa Penzi la Wizi. Ni hadithi fulani yenye matukio yenye visa, mikasa, na umekuwa umeona tukitupia trailer ama teaser ya series mpya baada ya mwandishi wetu kujifua akiendelea kuandika season 2 ya Nyuma ya Pazia. Story mpya inakuja inaitwa Penzi la Wizi. Humo ndani ni hadithi fulani yenye matukio ambayo yatakushangaza, yatakupeleka moyo mbio kuona itakuwaje, hatima yake nini, itakuwaje. Sasa Penzi la Wizi itakuja hivi karibuni baada ya kukamilisha leo season 1 Nyuma ya Pazia. Kwa hiyo naamini hivi karibuni wakati maedita yetu kiendelea kuedit na vitu kama hivyo, wakikamilisha hivi karibuni, tuwe ni siku 2-3 hizi zijazo, kazi mpya ya Penzi la Wizi itakuwa hewani. Kwa endelea kutufuatilia wakati season 2 ya Nyuma ya Pazia bado iko pale inaandaliwa, inaandikwa kwa uweredi, matukio ya moto yazidi kuwa moto. Kumbuka Walda ameenda kujifungua. Baada ya kurudi, maisha ya Walda yatakuwaje? Maisha ya Simon yatakuwaje? Maisha ya Maya yatakuwaje? Mama yake na Simon pia yatakuwaje? Je, Walda atalipiza kisasi ama atakuwa mpole kama tulivyomzoea? Yote hayo season 2 inakuja. Kwa hiyo kwa sasa baada ya hii
tazama Penzi la Wizi ndo ambayo inafuata kwa sasa. Asante kwa kutufuatilia. Hii ni Kiwango Media Films. Mimi ni Sam aka Sam Mashoti, DOP wa Kiwango Media Films. Tunawapenda sana. Enjoy kutazama. Mimi nilikuwa na Simon wangu. Mungu wangu. We binti. Mama. Hauna sababu ya kukaa hapa sebuleni. Kwa sababu unajua umetoka safari na umechoka. Mbona kama uko sawa? Niko sawa mwanangu. Vyumba vya wageni vivyo hoja hapa. 5,000, 10,000 unachagua wewe. Yaani unamleta ndani kwako. Mke wangu. Mimi nipo vizuri. Wewe ufanya asili. Tusaidiane ili tuweze kumtoa. Kila lenye mwanzo halikosi na mwisho, wahenga walisema. Huwezi kupanda usichokivuna, wahenga walisema. Nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso, maumivu na mapenzi. Ulinisini we mtulivu, leo imekuwa ni hasara kwangu. Moyoni yamejaa hayo maumivu, macho yangu hayaoni mbele, ni ukungu. Hujui kwa nini nalia, kwa sababu yote yamefichwa nyuma ya pazia. Hujui kwa nini nalia, kwa sababu yote yamefichwa nyuma ya pazia. Usaliti